na kusalimu tena katika jina la Yesu Kristo, jina lipitalo majina yote. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sote sasa hata milele. Amen. Kwa jina langu naitwa Pastor Benjamin Abraham Moisemba wa kanisa la EPLC Jehovah Jireh Temple Musoma Bweni. Nichukue nafasi hii kumshukuru Mungu kwa ajili yako mahali popote ambapo unanitazama na unanifuatilia wakati huu. Kukukaribisha katika ibada yetu ya Jumapili hii. Tutakuwa na ibada ya baraka sana ambayo Roho Mtakatifu ameiandaa. Ibada hii itakuwa ni ibada ya mguso wa pekee. Ibada ya mguso wa pekee. Moja ya kitu muhimu ambacho natamani ni kushauri na ni kuelekeze. Katika kila ibada Mungu huwa anaandaa kitu chake kwa ajili ya kuwasaidia watu. Lakini Mungu hawezi kukuhudumia pasipo wewe kuwa na hitaji na haja ndani ya moyo wako. Kuna story moja ambayo watu wengi wanaifahamu. Ni story ya Bartimayo, yule anayejulikana kama muombaji kipofu. Yeye alikuwa anasikia habari za Yesu. Na siku moja aliambiwa ya kwamba atapita. Yesu alikuwa na safari kuelekea Yeriko. Bartimayo, jambo la kwanza alifanya maandalizi. Maandalizi ya kwanza, alikaa kando ya njia. Aliposikia ya kwamba Yesu anapita, kwa sababu alikuwa ameandaa moyo wake, akaanza kupaza sauti. Sasa naomba unisikie. Ibada hii nimekuambia ni ibada ya mguso wa pekee. Mungu anataka yaguse maisha yako. Sasa Mungu agusi tu maisha yako, ni lazima utengeneze haja ndani ya moyo wako. Na haja haiwezi katengenezwa pasipo maandalizi. Neno la Bwana nasema katika kitabu cha Mithali 16, maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, bali jawabu la ulimi kutoka kwa Bwana. Maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, bali jawabu la ulimi kutoka kwa Bwana. Ina maana ya kwamba Mungu anakutegemea wewe ujiandae. Vile utakavyojiandaa ndivyo atakavyokuhudumia. Moyo wako, shauku yako, kiwango kile ambacho utakuwa na shauku ya kumwendea Mungu, ya kutamani Mungu akuguse, ndivyo atakavyokugusa. Nataka nikupe story ya mwanamke mmoja. Anaitwa mwanamke aliyetokwa na damu miaka 12. Huyu mwanamke alipambana kwa namna na juhudi zake za kimwili, akitafuta namna ya kupona. Matabibu hawakuweza kumsaidia. Lakini siku moja akaazimu ndani ya moyo wake, yani akaweka kikao binafsi. Akasema, nimeambiwa habari za Yesu, ya kwamba Yesu anasaidia watu, Yesu anawaponya watu. Akaweka mkakati binafsi kwamba leo nitaenda kwa Yesu, nitagusa pindo la vazi la Yesu, nitapona. Huyu mtu aliazimu moyoni. Ina maana alifanya maandalizi, akaweka kikao, akazamilia ya kwamba ninaenda kwa Yesu, na nitakapoenda kwa Yesu lengo nataka kupona, na nitakachokifanya nitagusa upindo wa vazi la Yesu, nitapona.
mambo makuu mawili yalimsaidia. Jambo la kwanza, aliandaa moyo wake kabla ya kwenda kwa Bwana Yesu. Jambo la pili, alizamilia moyoni. Alizamilia moyoni, akaweka imani, akaweka mpango mkakati wa kwamba naenda kwa Yesu kupona. Ibada ya Jumapili hii ni ibada ya mguso wa pekee. Mungu anaangalia kiu yako. Mungu anaangalia shauku yako. Mungu anaangalia jinsi ulivyojiandaa, kwa jinsi ya kiu yako, kwa jinsi ya maandalizi yako, kwa jinsi ya imani yako. Bwana atakutendea. Natamani katika ibada ya Jumapili hii usitoke kama jinsi ulivyo. Yawezekana kuna mahali unang'ang'ana. Uwepo wa Mungu utakuwa mwingi sana. Jitahidi usije ukapoteza muda ibadani. Usije kutimiza siku. Ni maombi yangu mpendwa wangu. Natamani Bwana akutane na wewe katika ibada ya Jumapili. Utoke na muujiza. Utoke na jambo la kusimulia ya kwamba kweli mimi nilikuja nikiwa katika hali hii, lakini nilipoingia ibadani Bwana alinihudumia. Nimalize kukusema, maamuzi yako na bidii yako ya kumtafuta Bwana itakutengenezea matokeo makubwa. Ukiamua, ukiweka mkakati ya kwamba nataka nionane na Bwana, na hii iwe ni tabia yako. Kila unapoenda mbele za Bwana, tamani Mungu akutane na wewe. Tamani Mungu ajidhihirishe. Unapoingia ibadani, focus kwenye kile kilichokuleta. Usichukuliwe na vitu vingine. Unapoingia ibadani, fuata maelekezo yanayotolewa ibadani. Kuna watu wengine wanapishana na muujiza na miujiza yao kwa kutokufuata maelekezo. Ibadani ni mahali pa kukutana na Mungu, sio mahali pa kwenda kutembea. Itashangaza sana katika ibada hiyo hiyo, wengine wanasema nimepona ugonjwa, wewe unarudi na ugonjwa. Itashangaza sana katika ibada hiyo hiyo, wengine wanasema nimefunguliwa, wewe unasema bado umefungwa. Itashangaza sana katika ibada hii ya Jumapili, ibada ya uguso wa pekee, wengine wanasema kwa kweli nimeguswa, afu wanasema jamani nimeshindwa. Yaani nimeshindwa. Sio mpango wa Mungu. Mungu amekusudia kukuhudumia. 2:30 tutakuwa tumeanza tayari ibada. 2:30 tutakuwa tumeanza tayari ibada. Hiyo nusu saa itakuwa ni ya kupeleka barua yako, ya kusoma barua yako. Hakikisha unapoingia ile 2:30 unapoanza ibada, mwambie Mungu kile ambacho unataka akutendee kwenye ibada ya leo. Mwambie Mungu kwamba Mungu ninakuomba nikuone kupitia neno. Mungu ninakuomba ujizilishe kupitia utoaji. Mungu nakuomba ujizilishe kupitia maombi. Mungu nakuomba ujizilishe kupitia neno la unabii. Mungu naomba ujizilishe katika kufunguliwa. Neno la kufunguliwa linapoachiliwa. Bwana usinipite. Ndani ya nusu saa hiyo 2:30 mpaka 3 itakutosha wewe kumwabudu Mungu na kuisoma barua yako mbele za Bwana. Alafu 3 kamili nitasimama kwa ajili ya neno la baraka sana ambalo hautajuta, na hapo ndipo tutaunganisha na maombi ya baraka sana sana sana. Nipende kukushukuru sana kwa kunisikiliza na kutazama video hii. Niombe ichukue video hiyo, share na mwingine. Ibada yetu itaanza 2:30, itaisha 6:30. Chukua video hiyo, share na mwingine ili apate kujua kile ambacho Bwana amekusudia kufanya hapa katika madhabahu yake ya EPRC Jehovah Jireh Temple, mlima wa Bwana. Ni maombi yangu Bwana asikupite.
na kuhakikishia kwamba hautarudi kama jinsi ulivyokuwa. Na kubariki katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen, amen. Uwe na siku nzuri.